الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار متكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبتهم وإدامة الأفكار وملازمة اتعاظ وابتكار ووفقهم للدأب في طاعتهم وتأهب لدار القرار والحذر مما يسحته ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mapenzi yake tabaraka wa taala, leo hii ametuwezesha kukusanyika katika msikiti huu kwa ajili ya kuiendea ibada adhimu, ibada ya Ijumaa, si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu wala si kwa ujabali wetu, bali isipokuwa ni kwa rehema zake tabaraka wa taala. Ndiye aliyetuwezesha leo hii kukusanyika kwa wingi wetu huu, hali ya kuwa tukiwa na bashasha tele katika mioyo yetu. Basi hatuna budi kusema alhamdulillah. Alhamdulillah, ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, ni shukurani iliyokuwa ndogo, lakini shukurani iliyokuwa kubwa zaidi ni kufuata yale yote aliyotuamrisha tabaraka wa taala na kuacha yale yote aliyotukataza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallahi taala wa taatihi, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ibada kubwa, ndiyo ibada adhimu mpaka leo hii iliyotufanya kuwepo hapa ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya kuja kumwabudu, kama pale alivyosema katika kitabu chake kitukufu, wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, na sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo moja tu, la kuniabudu mimi. Allah tabaraka wa taala anaendelea kusema kwa kujitamba, ma uridu minhum min rizq, wala sitaki kwenu nyinyi munipe riziki yoyote kutokana na huko nilipokuumbeni kuja kuniabudu mimi. Sitaki munipe ujira wowote wala riziki yoyote. Wama uridu an yut'imun, na wala sitaki mimi munilishe wala muninywishe chochote. Leo hii mimi na wewe tunaonaje tukimpa mtu kazi yoyote? Utakapompa mtu kazi anategemea ujira kutoka kwako kwa yule uliyempa, lakini tabaraka wa taala anasema hataki kutoka kwetu sisi riziki na wala kumlisha chochote. Wa hadhihi tasrih, na aya hii ni wazi kabisa inatuambia bi annahum, kwa hakika yake mwanadamu huyo pamoja na majini, khuliqahu lilibadi, wameumbwa kwa ajili ya lengo moja tu la kumwabudu tabaraka wa taala na wala si jambo jingine. Fahaqqa alayhi, basi
ni wajibu kwetu sisi wanadamu na majini, li'tina'um bima khuliqu lahu, kuyaendea yale ambayo tabaraka wa taala aliyotufanya atuumbe na kutuleta hapa ulimwenguni. Ni jambo gani hilo inabidi tuyaendee? Ni taqwallahi, kumcha tabaraka wa taala, wal i'radu an hudud ad-dunya, na kukaa nayo kando na kukaa nayo mbali mapambo yote yaliyokuwa katika huu ulimwengu, hanasa mbalimbali zisizokuwa na faida katika maisha yetu, yatakayotupa hasara hapa ulimwenguni na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tabaraka wa ta'ala anatuelekeza tuepukane nayo kabisa na tuyaache kabisa, kama pale anapotuambia hakika ya huu ulimwengu ni kama barabara tu. Hakuna budi ukiwa barabarani inatakiwa utizame kushoto na kuliani, kisha uvuke kwa haraka. Ndiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tuepukane nayo mbali yale mapambo ya kidunia. Kumcha tabaraka wa ta'ala kuna faida nyingi, ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoendelea kusema katika kitabu chake kitukufu, wa man yattaqillah, na yeyote atakayemcha tabaraka wa ta'ala, yaj'al lahu makharaja, mtu huyo atampa au atamjalia njia mzuri kabisa katika huu ulimwengu, wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, na mtu huyo atapewa riziki katika hali ambayo hakuitegemea kuwa siku hiyo atapata riziki au atapata kazi yoyote ambayo itakayomfanya yeye apate chochote kitu kitakachokidhi katika familia yake. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema kwa kutusisitizia, ya ayyuhalladhina amanu, hii ni kwa wale ambao walioamini. Wasioamini haiwahusu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, taqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, taqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno yaliyokuwa mazuri, maneno laini yatakayofanya ulete furaha katika jamii yako iliyokuzunguka na katika familia yako. Inabidi uongee maneno mazuri, usije ukaropoka tu maneno yasiyokuwa na maana yatakayoleta uchonganishi katika jamii yako. Hii ni sifa ya mtu mcha Mungu. Kwa asiyekuwa mcha Mungu, sifa hii hutomkuta nayo. Pia anaendelea kusema, yuslihu lakum a'malakum, atakufanyieni mepesi matendo yenu katika kila nyanja mbalimbali utakayotaka kutafuta. Ukitaka kutafuta katika jambo la ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi kutokana na njia hiyo unayoipita. Ukitaka kutafuta riziki, mazao mbalimbali kwa kulima, kwa nini? Basi taqwallahi, mche Mwenyezi Mungu kisawasawa. Usiingie kwa kutoka nguu mosi nguu pili, hapo utakuwa unaikashifu haya Mwenyezi Mungu. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala hakupi riziki ataifanya kuwa ni ngumu, lakini kumbe wewe mwenyewe hutaki kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia hakuishia hapo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa yaghfiru dhunubakum, pia atakusameheni makosa yenu. Kwa yoyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, wallahi, na mbele huku nilipokaa, mtu huyo kama hajasamehewa makosa yake, Allahu ya'lam.
wa man yuti'u Allah wa rasulahu, na yeyote atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, hakika mtu huyo atakuwa amefudhu ufudhuji uliokuwa mkubwa, au kufaulu kulikokuwa kukubwa. Mtu huyo ataenda kukaa pepo moja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi leo mimi na wewe, nani asiyopenda kukaa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye kiti kikubwa, umekunja goti pale, unachana chana udevu kidogo? Hii ni faida ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwauliza maswahaba zake, atadiruna akthara ma yudkhilu an-nas al-jannat, hivi je, mnajua ni kitu gani kikubwa kitakachomfanya mwanadamu kuingia peponi? Maswahaba wakasema, Allahu wa rasulihi a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye wenye kujua nini mwanadamu afanye kwa wingi ili kimuingize peponi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawajibu, taqwallahi, kumcha Mwenyezi Mungu ipasavyo, wa husni khulqi, na kuwa na tabia njema na sifa njema ambazo zinazopelekea kuigwa na watu. Leo hii utakuta wanazuoni wakubwa kabisa wakiwa wanaambia waumini wao, fateni maneno yangu, acheni vitendo vyangu. Hivi wapi tunaelekea? Au ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha? Hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha taqwallahi wa husni khulqi, kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa na tabia ya sifa njema. Tukifunga, wapenzi watukufu wa Kiislamu, katika hutuba yetu ya kwanza, tupende kumalizia na mshairi mmoja akinukuu maneno yake, idhal mar'i lam yalbasu thiyaba min at-tuqa taqallaba uryana wa in kana kasiya wa khayru hiswalil mar'i ta'atu rabbahu wala khayra fi man kana lillahi asiya. Maneno ya mshairi hayo akinukuu. Vipi akinukuu maneno hayo? Kwa kusisitizia juu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema idhal mar'i lam yalbas thiyaba min at-tuqa, endapo mtu huyo hajajivesha vazi la uchamungu katika maisha haya ya ulimwengu wa kidunia, taqallaba uryana wa in kana kasiya, mtu huyo ataondoka katika ulimwengu huu hali ya kuwa yupo dhalili, hali ya kuwa yupo uchi kabisa. Ataondoka katika uso huu wa dunia, wa in kana kasiya, hata kama alikuwa anavaa nguo nzuri, suti nzuri, kiatu safi kabisa, ukimwona mashaallah unamwona mtu huyo barabara, lakini kama hajajivesha vazi la uchamungu, wallahi mtu huyo atakuwa ameondoka kama alivyozaliwa. Wa khairu khiswalil mar'i ta'atu rabbahu, na Mola wenu katika huu ulimwengu ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, wala khaira fi man kana lillahi asiya, na wala hakuna mbola katika uso huu wa ulimwengu wa kidunia, wallahi, kwa yule mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anapiga vita kubwa sana juu ya kumuasi yeye, na wallahi ameahidi adhabu kali
kwa mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم وذكر الحكيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma kipenzi chetu cha umma ambaye si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu wapenzi watukufu wa Kiislamu, tupo katika nguo yetu ya pili ya kufungia hutuba yetu ya kwanza. Tunaona aya mbalimbali na hadithi mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi juu ya swala zima la kumcha yeye tabaraka wa ta'ala, na wala hakuna jambo jingine lililotuleta hapa ulimwenguni isipokuwa jambo hilo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pale akiendelea kusema alladhina amanu, hii ni kwa wale ambao walioamini, wakanu yattaquna, na wakawa wanamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra, hao wana ishara njema kabisa, fil hayati dunya, katika maisha haya ya kidunia, wa fil akhirat, na katika maisha ya akhera. Tunaona jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala faida anazotupa hapa ulimwenguni kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na huko kesho ambayo watu wote tutakuwa sawa, ambako mtu atakamkimbia mwanawe na mtoto atamkimbia mzazi wake. Hiyo ni siku kubwa kabisa na ni siku ngumu kabisa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akiendelea kusema katika surati al-A'raf aya 96, akitoa faida pamoja na hasara ambazo sisi tutakapoacha kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, akisema walau kana ahla alqura, na laiti kama watu wa mji au watu wa vijijini, au tunaweza kusema watu wa duniani, amanu, wangeliamini, wattaqau, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakata, basi tungewalifungulia sisi wao baraka nyingi kabisa, minas samai, kutoka mbinguni, wal ardhi, na kutoka ardhini. Nini Allah subhanahu wa ta'ala atakitoa kutoka mbinguni? Mvua. Tukiwa tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea mvua za kutosha kabisa,
za kuotesha mazao yetu. Wal ardhi, na ardhini atatoa nini? Mimea mbalimbali. Lakini leo hii kutokana tunamuasi sana Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuta mimea inakauka, riziki zimekuwa ngumu, alafu tunasema tumelogwa. Tumelogwa au tunajiloga sisi wenyewe? Kutokana hatufati yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu hao kadhabu, walikadhibisha. Fa akhadhtuhum, basi tukawafatilizia wao kutokana na yale waliokadhibisha. Bima kanu yaksibuna, yale waliokuwa wanayafanya wanayakadhibisha, basi tukawapelekea vile vile watakavyofanya. Mimea itakauka, maisha yatazidi kuwa magumu. Kila siku tunasema afadhali ya jana, na kesho ikifika afadhali ya jana. Sasa sijui lini itakuwa afadhali ya leo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyyir rahma. Allahumma al-arda 'anil khulafa'il arba'atul kiram, ummatil islam khalifatin Abi Bakr Siddiq wa amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan taril kitab wa farisil masharik wal magharib sayyidina Ali ibn Abi Talib babul ulumi wal hikam wal adab radiyallahu anhum wa an baqiyatin ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. وارض اللهم عن عم نبيك خير الناس حمزة والعباس. وارض اللهم عن سبتين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي هذه الأمة، الإمام أبي محمد الحسن وإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتور، وعن جدتهما خديجة بنت رسول، وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.